Amina alikuwa mwanamke mrembo, mpole na mwenye ndoto kubwa za maisha mazuri. Alikulia kwenye familia ya kawaida sana, maisha ya kubangaiza yakimchosha kila siku. Ndani ya moyo wake kulikuwa na kilio kisichoisha. Mbona mimi nibaki maskini milele? Siku moja alikutana na Kelvin, mwanaume mwenye pesa, mavazi ya gharama, gari zuri na maneno matamu. Kelvin hakuwa akionekana kama mtu wa kawaida. Kila kitu kwake kilionekana kimepangwa na bahati. Alimnunulia Amina simu mpya, nguo, viatu, hata kumlipia kodi ya nyumba bila kuuliza maswali. Amina aliona kama ndoto. Hakuuliza pesa zinatoka wapi. Aliona pesa tu. Lakini kulikuwa na kitu cha ajabu. Kelvin hakupenda kuonekana hadharani sana usiku. Alikuwa akipokea simu za ajabu mara nyingi usiku wa manane. Na kila mara Amina alipouliza, Kelvin alijibu kwa tabasamu baridi. Ni kazi tu mpenzi. Kadri siku zilivyopita, mapenzi yakageuka utegemezi. Amina alianza kuacha marafiki, hata familia. Maisha yake yote yakawa Kelvin. Hakuwa akijua kuwa mapenzi yale yalikuwa mtego. Siku moja Kelvin alimwambia, "Kesho tunaenda nje ya mji kidogo, nataka nikushukuru kwa kunivumilia." Safari ilikuwa ndefu, barabara ya vumbi, kimya kizito ndani ya gari. Walifika kwenye nyumba ya zamani iliyozungukwa na miti mikubwa na ukimya wa kutisha. Amina alianza kuhisi hofu, lakini tamaa ya maisha mazuri ikamzidi. Usiku ulipoingia, mambo yakabadilika. Kelvin alivaa nguo nyeusi. Macho yake hayakuwa yale aliyoyazoea. Maneno yake yakawa mazito, ya baridi. Ndipo Amina alipoona alama za damu sakafuni, mishumaa, michoro ya ajabu ukutani. Hapo ndipo ukweli ulimchoma kama kisu. Kelvin alikuwa mtumiaji wa pesa za kishirikina, na yeye, Amina, alikuwa sadaka. Amina alipiga kelele, akalia, akaomba huruma. "Nilipenda pesa zako ndiyo, lakini sikujua hii." Kelvin hakujibu. Alikuwa tayari. Dakika chache kabla ya kila kitu kuisha, kitu kisichoelezeka kilitokea. Geti la chuma lililokuwa limefungwa kwa kufuli nzito likafunguka lenyewe. Upepo mkali ukaingia. Mishumaa ikazimika. Kelvin akashtuka. Amina hakusubiri. Alikimbia kwa nguvu ya hofu, miguu ikivuja damu, machozi yakimfanya asione vizuri. Lakini akaendelea kukimbia mpaka akatoka nje ya uzio. Aliokoka. Kwa sekunde chache tu. Mpaka leo, Amina anaishi na huzuni nzito moyoni. Ana pesa kidogo, ana maisha ya kawaida, lakini ana roho iliyojeruhiwa na kumbukumbu zisizofutika. Kila akiona geti, moyo wake hutetemeka. Anajua, kama isingekuwa lile geti kufunguka, leo hii asingekuwa hai.